kisiasa sasa hivi. Mimi kama Babu Owino, mimi ni mjumbe wa opposition. Kwa hivyo ninatakiwa ni oppose jambo ikiwa mbaya na pia ikiwa mzuri. Mimi kazi yangu ni ukweli uongo. Ikiwa mzuri nina oppose, ikiwa mbaya pia na sofa bado sijaona jambo mzuri ambayo imefanywa na hii serikali. Na hii serikali kitu ambayo tutawakumbuka nayo ni kuua watu zaidi. Wananchi ambao mlisema ya kwamba ni mahasula ambao wanatoka chini na mtawatoa chini muwapeleke juu, au wananchi saizi mnawatoa penye walikuwa mnawarudisha chini zaidi kwa kuwachimbia kaburi. Ungwana si ungwana. Hawa wananchi mlisema yule Masai ambaye anauza mboga atatoka kwenye kiosk, atauza mboga kwenye supermarket, anauza na hawauzi. Wanauza hawauzi. Yule Masai ambaye amekuja hapa na bodaboda, mlituambia ya kwamba sasa ataendesha bodaboda, atanunua matatu. Wamenunua hawajanunua? Ungwana si ungwana. Kwa hivyo kwa hii mambo ya negotiation ambayo inaendelea mbele, jambo la kwanza lenye lazima ifanywe ni ya kwamba bei ya bidhaa, bei ya maisha irudi wapi? Bei ya unga irudi wapi? Bei ya fuel irudi wapi? Bei ya mafuta taa irudi wapi? Na baba ulisema sasa utaki watu waende maandamano. Mimi nasema tuende maandamano. Hii maandamano ndio itasaidia maisha ya Wanakenya hapa. Tukinyamaza na hii serikali, mnafikiria mtakuwa safe? Sasa kama kila kitu imechukuliwa, si imebaki tu wewe tu kuuzwa. Na mtakubali? Hii hatuwezi kubali kama viongozi. Jambo nyingine ambalo lazima lifanywe, saa zile mnaenda negotiation, mlituambia katika serikali kuu ya kwamba jamii ya Masai vijana wao wataajiriwa. Kwa hivyo tunataka katika negotiation tusikie kazi kwa vijana. Tunataka tusikie jamii ya Masai maji iletwe huku, wachimbe boreholes, kwa sababu huku mifugo wanakufa. Saa zile kuna kiangazi, mifugo wanakufa, binadamu wanakufa. Kwa hivyo kazi yetu kama viongozi ni kuweka pressure ili serikali kuu ifanye kazi yake, si ndivyo? Vijana ria. Nikimalizia mambo ya elimu, mimi niko hapa leo kwa sababu ya elimu. Kama ingekuwa elimu leo hii, ningekuwa hata huko mwizi huko Nyalenda, lakini elimu ndiyo imefanya nikuje hapa. Kwa hivyo nikisikia juzi serikali kuu wanasema ya kwamba yule mtoto wa Masai ambaye anatoka hapa Kajiado East, yule mama ambaye ako na mifugo miwili mitatu, ambaye ana biashara, ambaye ana kazi, yule baba wetu unataka alipe karo ya shule ya chuo kikuu, karo ya shilingi 1,300 kama ni kidogo, na hiyo ni ile degree course ambayo iko chini kabisa. Kwa hivyo mtoto akisomeshwa kwa miaka 4 inafaa alipe 1.2 million. Hapa kwa Masai nani anaweza pata hiyo pesa? Serikali inatumaliza, haitumalizi. Ni serikali ama ni serikali? Kwa hivyo mambo ya elimu lazima iwekwe kwenye negotiation. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki.